ama mpaka tukaletewa CBC. Hizi ni matatizo zimekuanga hapo. Tumepata kiongozi mmoja amesema hapana, hebu tuanze kuangalia. Unaona kwa mfano saa hii watu wanaanza kubishana SHA ni mbaya, NHIF sijui nini. But tunapata ule hata anapinga ajui SHA ni nini. Aja register, ukimuuliza SHA inamaanisha nini? Anakwambia SHA ni mbaya. Sijui nini shift. Sasa hii tunaambiwa sijui afya care. But sasa wewe umechukua nafasi ukajiuliza hii taifa care ina maana gani? Mtu anaambiwa ati bottom up. Ni unajua kwanza ukiangalia hata hiyo SHA watu wa chini wameanza kushughulikiwa. Nitakupatia kwa mfano. Ukiangalia NHIF contribution hapo mbeleni, the highest contributor alikuwa anatoa 1700. Lakini sasa ukiangalia kuna mtu anatoa zaidi hata 1100 kwa mwaka kulingana na pesa zenye anatoa. Juku Kenya hii kuna watu wanakula mshahara milioni 10. Lakini ameambiwa kwa hii milioni 10 piga percentage 2.7% utupatie SHA ili pia ule hana garamike. But tunapata mtu anasema kwa sababu Ruto sijui ni mkora, ni mwizi. Hiyo propaganda imeenea mpaka mazuri anapotendeka hatuoni. Sasa angalia, tumeanza chuki ya ukabila. Kwa mfano, Gachagua si ameondoka ameenda nyumbani. Sasa hata wale walikuwa wanasifu Gachagua akiwa serikalini, wanaanza kukuambia serikali ni mbaya. Kwa nini ni mbaya? Kwa sababu Gachagua yuko nje ama kwa sababu imekuanga mbaya? Kwa hivyo tucheze siasa ili umefungua macho, chukua muda angalie nini inaendelea, alafu fanya nini? Utoe uamuzi. Usiseme ati baba amenisomea akisema mimi nitaitika. Wewe kama Mkenya pia chukua nafasi yako, ushughulike. Ukwe unajua una participate kwa sababu katiba yetu inasema citizens have to be responsible. Unaona mtu anasema kitu kitendeka, public participation. Public participation kwa maoni yangu mimi naelewa kwamba kabla kitu kitapitishwa tunaenda pale, si tunaipinga kwanza, unasikiza maoni, unatoa mawazo yako. Na katiba isemi mawazo yako ati lazima ifanywe nini iendelee. Kwa hivyo tuanze kujijali na tujue nini inaendelea. Kwa hivyo mimi naomba tu wa Kenya tukue soba kidogo, usipige miaka nenda rudi siasa tu za unajua kutofautiana, kupigana kiukabila, sijui wewe una pesa, wewe hauna pesa, wewe hujaifu umesoma sana, hujasoma. Hata mtoto anaweza kupatia hekima. Kwa hivyo ni wakati mzuri watu waanze kujichunguza na tutaenda mbele. Asante. Ile kitu iko karibu inaweza tunufaisha karibu na sisi, tunaangalia ile kitu iko mbali sana na sisi. Ukitaka kuchagua leadership, wewe umeacha MCA wako hapa chini, umechagua mtu mwenye hawezi kufanyia kazi, but unataka rais afanye namna gani akufanyie kazi ya MCA. Unakuja unauliza rais barabara ya MCA. Jamani wa Kenya, tukue hata at least pia sisi tukue na huruma kidogo. Tunataka uchaguzi yenye inakuja. Wewe anzia huko chini. Angalia MC wako ni nani? MP wako ni nani? Ile pesa amepewa, ametumia ama hajatumia? Ya pili, Mr. Speaker, nataka kuongelea maneno ya health. Ndugu zangu, unajua mimi napenda sana Wakikuyu. Kwa nini? Wakisema saa hii, kwanza hii jivanji watu wanagawana. Mkikuyu atakuwa mtu wa kwanza kugawana hii jivanji. It doesn't matter kama mtakuja kufukuzwa ama hapana, because anasema kama mtafukuzwa sio peke yake atafukuzwa. Kama mtachukua hii jivanji na muweke manyumba muishi, yeye pia kutakuwa ndani ya. Sasa tunaambia watu register SHA. Ndugu zangu, magonjwa ikikushika afadhali uende ulalamike kwa hospitali umekataa kutibiwa lakini uko na SHA, kuliko uende ulalamike kwa hospitali hauna pesa na mwenyewe hujarejista kwa SHA. Watu wengi wenye wameongea hapa ukiwaangalia wamerejista kwa SHA. Na unajua serikali hii SHA imekuja kukata wale hizi hospitali za private zilikuwa zinafanya operation more than Kenyatta. Tukisema hivyo watu wanaona kama kwa sababu wapendi rais, hawapendi nani? Wapendi SHA. Kwa leo mimi sikuwa na maneno mingi, lakini kuhimiza wa Kenya